Ndio maana narudia wito wangu kwa wanakawe. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Nileteni Gwajima. Mtamleta ndugu zangu. Hii ni Tan African TV na sauti unayosikia ni Simon Mzwanda. Moja kwa moja timu ya Tan Africa imekuja mbele yako. Jambo moja lililofanya timu nzima ya Tan Africa kuja mbele yako ni kuhusiana na yanayoendelea ndani ya taifa la Tanzania. Lakini kabla sijaendelea kusema chochote kile kilichojadiliwa kwenye jopo la Tan Africa, kwa heshima na taadhima nitangulize kusema maneno haya. Ikiwa kama kuna yoyote tutamgusa kwa namna yoyote, tunatanguliza radhi na msamaha wetu. Lakini jambo la pili, nataka tuwahakikishie Watanzania ndani ya bara la Afrika tuko kwa ajili ya kuisema kweli, na maana kweli tupu ndio itakayotuweka huru. Mara baada ya kusema maneno hayo, niwe tayari kuanza kipindi kwa baraka ya timu nzima ya Tan Africa na jopo ambalo limefanya shughuli hii. Lakini pia nataka nianze kutoa pole kwa wana ukanda wa Afrika ya Mashariki kwa yale yaliyokuwa yametokea kati ya Kenya, Uganda na Tanzania. Ingawa hili sio jambo ambalo leo tunataka tulizungumze. Leo hii tumeijadili na kuitazama kwa kina sana ile taarifa iliyosomwa mbele ya wanahabari na askofu mkuu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, ndugu Josephat Gwajima. Siku hii ya tarehe 24 ya mwezi wa 5 mwaka 2025. Tan Africa pia tulipata fursa ya kushare live kile kilichokuwa kikiendelea katika kurasa zetu za Facebook. Na aliyekuwa amesimama mbele ya vyombo vya habari ni ndugu Josephat Gwajima akiwa na jopo la watu waliomzunguka, ikiwa inamaanisha kuwa ni mamlaka kamili. Ndugu Josephat Gwajima alizungumza masuala mengi, lakini baadhi ya maswali aliyoyazungumza, mmoja ni kuhusiana na kadhia ya utekaji katika taifa la Tanzania, lakini pili kutoa ushauri wake kwa taasisi ya uraisi. Na alipokuwa akiyazungumza hayo, aliweka wazi kofia zake alizokuwa nazo kama mbunge, kama askofu, lakini jambo la tatu kama mwananchi wa kawaida mwenye uhuru wa kutoa maoni yake. Tan Africa iliyatazama kwa kina maoni ya Josephat Gwajima, lakini pia ikaangalia hoja ndugu Josephat Gwajima alizozitoa kwa unyenyekevu, uadilifu, kwa misingi ya haki, bila kumvunjia heshima mtu yoyote ama taasisi yoyote iliyokuwepo ndani ya taifa la Tanzania. Eneo kubwa la kwanza tunaangazia hoja ya utekaji. Lakini kabla ya kwenda popote, swali letu la kwanza linalokwenda kwa Watanzania wa ndani na nje: je, swala la utekaji lipo ama halipo? Swali la kwanza. Na swala la pili, je, alichokizungumza ni uongo ama ni ukweli? Tan Africa tulitamani turudi nyuma. Kama tungeweza kumpata ndugu Ulimboka aliyetekwa na kuteswa kipindi cha utawala wa ndugu Jakaya Mrisho Kikwete, huenda angetueleza mengi. Lakini kwa kuwa hatuko na uwezo wa kumpata, basi tuliacha kwenye archive na iwe historia. Kipindi cha ndugu John Pombe Magufuli awamu ya 5, bado kuna hawa walioitwa kina Ben Saanane, haikujulikana waliko mpaka wa leo. Serikali ya awamu ya 5 chini ya Mama Samia baada ya utawala wa Magufuli kuondoka, matukio haya yameendelea: kuuawa kwa mzee Ali Kibao, kupotea kwa kina Abdu Soka, kuchukuliwa na kupotezwa kwa Mdude. Ardhi imeendelea kumeza damu
za wasio na hatia. Lakini labda tuweke wazi, kwa nini tumetaja tawala zingine? Ni ukweli usiopingika ya kwamba masuala haya ya utekaji hayajaanza chini ya serikali ya Magufuli wala chini ya serikali ya Samia. Yalikuwepo toka awali. Jopo la TanAfrika likabaki na kigugumizi cha maswali. Je, ilikuwa iko haja ya mwanaume mmoja ama mwanamke mmoja shujaa mwenye kutaka kusimama na kuambia Watanzania sasa ifike wakati tutafute mwarobaini wa masuala haya ya utekaji? Ama tuendelee kuwa wanyonge, tuvumilie, tuendelee kutekwa na ardhi iendelee kupata laana ya damu za watu wasizokuwa na hatia? Swali jingine tukajiuliza, je, Josephat Gwajima ndiye mtu wa kwanza kuzungumza masuala haya? Hapana. Hebu sikiliza hii. Miaka 8 iliyopita. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, nitaka niombe shughuli za bunge ziahirishwe ili tujadili jambo la dharura ambalo limekuwa likitokea kwa muda mrefu katika nchi yetu. Mheshimiwa Naibu Spika, kumekuwa kukitokea matukio ya sintofahamu, na sio tu kuhusu wabunge, hata raia. Kumekuwa na kikundi ambacho kimekuwa kikiteka watu. Miongoni mwa watu waliowahi kutekwa ni Mheshimiwa Msukuma, Mheshimiwa Bashe kwenye mkutano mkuu wa CCM, ndugu Malima, Ben Saanane amepotea. Juzi ametekwa ndugu Roma Mkatoliki. Na Mheshimiwa Naibu Spika, nasema ni jambo la dharura kwa sababu hawa ni wale ambao wanafahamika. Hatujui ni Watanzania wangapi hawafahamiki katika ngazi za chini. Na zipo taarifa, Mheshimiwa Naibu Spika, ambazo binafsi nimezipokea kutoka kwa baadhi ya mawaziri wakinitahadharisha mimi binafsi kwamba Bashe, kuwa makini, wewe ni mmoja kati ya wabunge 11 ambao wamewekwa katika listi, mkikaa barabarani vibaya mnaweza kupoteza maisha yenu. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema jambo hili ni dharura kwa sababu kikundi hiki kilichomo ndani ya idara ya usalama wa taifa ambacho kimeamua kuchukua mamlaka haya ya kuteka watu kinaharibu heshima ya serikali yetu, kinaharibu heshima ya chama changu ambacho mimi na wabunge wenzangu wa Chama cha Mapinduzi tuliomba ridhaa ya kutaka kuwaongoza Watanzania na sio kuwahatarishia maisha yao. Ndugu zangu wa Tanzania, lazima ifike wakati tujue ni aina gani ya viongozi tuko nao. Ndugu Msukuma aliyetetewa miaka 8 iliyopita na ndugu Bashe katika adha ya utekaji. Miaka 8 iliyopita Bashe aliongea, na juzi mwezi huu wa 5 2025 Gwajima ameongea. Shida iko wapi? Jambo moja la kutia faraja, Roma Mkatoliki tunaye na huyu bwana Msukuma tunaye. Lakini yako ya kujiuliza, watu 83 ambao listi yake ndugu Gwajima anayo wako wapi? Wako wapi wakina Abdusoka? Wako wapi wakina Ben Saanane? Wako wapi wakina Mdude? Wako wapi? Na mara baada ya kikao hiki kumalizika, serikali ilichukua hatua gani miaka 8 iliyopita katika kuhakikisha wanapambana na kukomesha hili jambo? TanAfrika tukaenda mbali. Ingekuwa kama swala hili lingepatiwa mwarobaini miaka 8 iliyopita kupitia katika viunga vyetu vya bunge, basi leo hii Gwajima asingetoka na kulizungumza. Ndugu zangu wa Tanzania, kwa unyenyekevu mkubwa napenda kuyasema haya. Kuna haja ya kujitafakari tunapokwenda kufanya maamuzi. Ni aina gani ya watu ambao tutahitaji watuwakilishe katika mabunge yetu? Inapofika wakati hawataki hata mtoto wa rais atajwe, ila anapotajwa mtoto wa maskini ni sawa kutolewa mifano mizuri na mibaya. Hili ni jambo la hatari, na tunakoelekea sidhani kama Mwenyezi Mungu anafurahishwa na yanayoendelea. TanAfrika baada ya yote tukayaona haya.
Eneo la kwanza tuliona kutothaminika kwa thamani ya Mtanzania mpiga kura wa kawaida, maskini ambaye hana nafasi katika viunga vya serikali, bunge wala katika eneo la mahakama. Eneo la pili, raia hawa wa kawaida wasio na hatia. Aina ya vifo kwao imekuwa ni kawaida. Ufe kwa kukosa dawa hospitali ni sawa. Ufe kwa kutekwa ni sawa. Ufe ukiwa ndani ya mikono ya watu wa usalama ni sawa, na wala hiyo haihitaji uchunguzi. Na nadhani haya ndiyo yaliyofanya Gwajima akaamka, na haya ndiyo yaliyomfanya Mheshimiwa Bashe akatoka na kuzungumza ili serikali iyakomeshe. TanAfrika ilikuja na ushauri katika pande mbili. Eneo la kwanza ni la wananchi. Ni wakati sasa umefika wa kusimama kidete na kuwabaini wale ambao wanasimama kwa maslahi yao na kutupilia mbali maslahi yenu, na ikiwezekana wakija kwenye majimbo yenu muwafurushe mchana kweupe. Ushauri kwa Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi wetu mkuu: usikubali kuchonganishwa hata kidogo na huyu ndugu Josephat Gwajima, kwa sababu alichokizungumza kinagusa maisha ya Watanzania wote. Lakini mama, nakumbuka hotuba yako moja. Kuna pahali uliwahi kusema hujawahi kuona sehemu imejaa wanafiki hasa wa kiume kama ndani ya Chama cha Mapinduzi, na kwa sababu unawajua wako tayari kufanya lolote lile ili mradi tu watetee kula yao. Wako tayari kukugombanisha wewe na watu wazuri ili tu watetee matumbo yao. TanAfrika, tunakuomba usiwape nafasi. Simon Mzwanda, TanAfrican TV.